Ni shetani anazungumza na wewe. Inakupasa umshinde kwa msalaba wa Kristo. Biblia inasema kwenye kitabu cha Ufunuo ya kwamba Yesu anasema amemfunga yule adui. Yale mauti na nguvu zake hazina nguvu na mamlaka juu, kwa sababu alipoenda kuzimu akayafunga mamlaka ya shetani. Kwa hiyo sisi tumepata kuwa huru mbali na mateso ya dhambi kupitia damu ya Yesu Kristo pale msalabani. Na tunapokea haya kwa njia ya imani iliyo katika Kristo Yesu Bwana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hii dhambi au haya mawazo, ndio maana kile kitabu cha Wakorintho inazungumza kwamba kila fikra tukitiisha kila fikra ipate kumtii Kristo. Maana yake ni kwamba ile fikra ya shetani inapokuwa inazungumza ndani yetu, kama hatuna Kristo, hiyo fikra itaendelea kututesa. Lakini kama Kristo yupo, ile fikra ikija, inakuja neno la Kristo linaizimisha ile fikra mbaya ndani ya mawazo yetu. Ngoja nikwambie kitu. Tunaposoma kwamba Yesu alijaribiwa kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 4, Yesu alijaribiwa. Shetani sio mtu, hana nyama kama mimi na wewe. Sio kwamba Yesu alikuwa anakaa na shetani amekaa pa Mungu na sio zile picha ambazo tunaziona watu wameedit mapepe. Sio shetani huyo. Shetani ni roho. Na hiyo roho ndio ile ilikuwa inazungumza na Yesu. Alipokuwa alipofunga siku 40, ile 40 akaona njaa, shetani akamshawishi kwamba wewe ni mwana wa Mungu, geuza hili jiwe liwe mkate upate kula, kwa sababu una njaa. Na siku zote hata sisi shetani hutujia wakati wa shida, anaanza kuleta njia zake. Tusipogundua kwamba ni shetani, tutashangaa tunaangukia kwenye njia ambayo sio sahihi. Bwana Yesu tusaidie sana. Kwa mfano mzuri, labda ni kweli nyumbani una kitu kabisa, lakini unatakiwa ukafanye kitu cha kimungu ambacho hicho kitu ungekifanya Mungu angefungua milango mikubwa zaidi. Kwa shetani anakuambia kwa sababu huna kitu, achana na masuala ya Mungu, nenda ukatafute kwanza. Na ukishapata utakuja kula utamtumikia Mungu, lakini sivyo ilivyo. Kwa hiyo ni sauti ambayo kwa kawaida unaweza kaifikiria ni sahihi, kwamba kwa sababu ni kweli sina kitu, natakiwa nikatafute kitu nije nilishe familia. Lakini kitu cha kwanza unachotakiwa ni kwamba tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na mengine mtazidishiwa. Kwanza mstari ule wa 21. Neno la Mungu linasema ya kwamba naye atazaa mwana, nawe utamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakaye waokoa watu wake na dhambi zao. Haleluya. Hapa ni mabishano kati ya Yusufu na malaika, ambapo Yusufu baada ya kumwona Mariamu ana mimba na hajawahi kutana naye, kwa akaamua kumwacha kwa siri. Hamwambii kwamba nimekuacha, akaamua kumwacha kwa siri. Lakini usiku wakati amelala, malaika akamtokea akamwambia usimwache Mariamu. Kwa sababu gani? Mimba alionayo ni kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo mstari ndo anamwelezea naye huyo Mariamu, naye atazaa mwana, nawe utamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Haleluya. Huyo Yesu atakayekuja atakuja kuwaokoa watu pamoja na dhambi zao. Atawatoa katika dhambi zao, atawatoa katika mauti ya dhambi, atawatoa. Kila atakaye amini atatolewa katika hali ya utumwa wa dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia tusome kitabu cha Warumi sura ya 6 mstari ule wa 14. Warumi sura ya 6 ule mstari wa 14. Haitawatawala ninyi, kwa sababu hamui chini ya sheria, bali chini ya neema. Haleluya. Kwa maana dhambi haitawatawala ninyi, chini ya neema. Tunapozungumzia neema, tunazungumzia ule uwezesho wa kimungu katika maisha yetu wanadamu. Wakati mwingine tunasema ni upendeleo, na huo upendeleo maana yake mtu ukisema amekupendelea, maana yake amekuwezesha kitu fulani na haukustahili kukipata. Kwa hiyo ni ule uwezesho wa kimungu katika maisha yetu. Hiyo ni neema. Kwamba dhambi haitawatawala ninyi kwa sababu mko chini ya uwezesho wa kimungu wa kuishinda hiyo dhambi. Haleluya. Biblia inasema kwenye kitabu cha Yohana sura ya 1 mstari wa 17, inasema hivi,
Torati ilikuja kwa mkono wa Musa, lakini neema na kweli vilikuja kwa mkono wa Yesu Kristo. Ile neema, uwezesho wa kimungu na ile kweli ya Mungu imeletwa kwa njia ya Yesu Kristo Bwana wetu. Haleluya. Kwa hiyo ili tuweze kuwa huru mbali na utumwa wa dhambi. Kama nilivyokuambia, dhambi ni mawazo ya kishetani ndani ya moyo wa mwanadamu. Na ndio maana Yesu kuna wakati wanafunzi wake wakati wanatembea kuhubiri Injili, wakafika mahali wakaanza kula na yani kula chakula bila kunawa. Sasa Wayahudi au wale Mafarisayo huwa wana tabia kama za Waislamu. Sawa? Kwamba kuna yani wenyewe wanaangalia usafi wa mwili sana kuliko usafi wa roho. Kwa hiyo walipoona kwamba wanakula pasipo kunawa mikono, wakasema, mbona wanafunzi wako wanakula kwa mikono najisi? Yesu akamwambia kwamba kimtokacho mtu, akimwingiacho mtu hakimtii unajisi, bali kile kimtokacho mtu. Kwa sababu kile kinachomwingia mtu anakula, baadaye anayakipeleka chooni. Lakini ndani ya moyo wa mwanadamu unatoka uzinzi, unatoka mawazo mabaya. Maana yake ni kwamba kile kinachotoka, yale mawazo mabaya ndani yetu, ni sauti ya shetani ndani ya moyo wa mwanadamu. Bwana Yesu atusaidie sana. Na ndio maana kila kitu unachotaka kukifanya lazima kwanza kianze na wazo. Baadaye unakuja yale unapokuwa unafanya, watu wanakuona kwa nje. Hayo ni matokeo ambayo mti wake